فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa tupo katika msikiti mkubwa wa Ijumaa Malindi Mizingani Unguja Zanzibar. Msikiti huu una tarehe kubwa na umezikwa watu wakubwa. Miongoni mwa waliozikwa katika msikiti huu ni babu yake Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi akiitwa Sheikh Jabir bin Saleh Al-Farisi, na mama yake Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi Bi Fatma binti Jabir bin Saleh Al-Farisi. Kabla ya kuelezea watu wakubwa hao akiwemo Al-Habib Ahmad bin Sumait na mjenzi wa msikiti Sheikh Muhiddin, tunaelezea kwa ufupi kabisa tarehe ya msikiti mkubwa wa Ijumaa Malindi. Msikiti huu wa mkubwa Ijumaa Malindi, kabla ya ukubwa wake palikuwa na msikiti mdogo kabisa uliojengwa na kabila la Al-Mafazi kutoka katika kisiwa cha Faza, Lamu, Mombasa, Kenya. Hawa walihamia hapa Zanzibar na wakajenga msikiti mdogo ambao ulikuwa karibu kabisa na bahari kabla eneo la bahari halijafukiwa na kuzishwa. Ilikuwa katika karne ya 19, 1831. Baada ya hapo akaja mwanachuoni mkubwa kabisa aliyezaliwa katika mji wa Barawa, naye Sheikh Muhiddin bin Sheikh bin Abdullah Al-Qahtani. Huyu alikuwa ni mwanachuoni mkubwa kabisa ambaye alizaliwa Barawa na akawa sana anakuwepo Mombasa na Lamu. Hata waandishi wa tarehe wazungu walidhania kazaliwa Lamu, na akawa ni mbingwa kabisa wa lugha ya Kiarabu na mbingwa kabisa kuandika mashairi ya Kiarabu. Yeye katika ugomvi wa Al-Mazrui na Al-Busaid, basi mwanzo aliwaunga mkono Al-Mazrui, Mazrui wa Mombasa na Kataungu, na baadaye akamuunga mkono mfalme wa kwanza wa Zanzibar na Oman, Sayyid Said bin Sultan Al-Busaidi, naye mfalme akamchagua kuwa kadhi wa Zanzibar, na Zanzibar wakati huo ikiitwa Al-Mamlakatu Khaswatu Zinjibaria, Zenji Empire, ambayo imeanza Barawa, Mombasa, Tanganyika yote, Burundi, Rwanda, kusini mwa Kongo, Msumbiji mpaka Ngazija, yote hii Kilwa, Mafia, Lamu, zote hizi zikiitwa Al-Mamlakatu Khaswatu Zinjibaria, Zenji Empire. Na yeye ndio alikuwa kadhi wa kwanza wakati wa mfalme wa kwanza Sayyid Said bin Sultan Al-Busaid. Wakati alipokuwa mfalme aliendelea, alimuwahi Said bin Sultan, lakini akamuwahi mfalme wa pili. Kama tunavyojua, Said bin Sultan alihamia Zanzibar rasmi mwaka 1835. Akamuwahi na mfalme wa pili Said Majid bin Said bin Sultan Al-Busaidi. Wakati wa Said Majid, yeye Sheikh Muhiddin akanunua kiwanja kwa ajili ya kuuzidisha msikiti. Kiwanja akakinunua kwa pesa zake mwenyewe, na mfalme Said Majid bin Sayyid Said alifurahika sana na jambo hili, akaongeza pesa na kumsaidia chief kadhi wa Zenji Empire Zanzibar, Sheikh Muhiddin. Kwa hivyo akaujenga msikiti huu mpaka mwisho wa kiwanja kile, na ulikuwa ni wa ghorofa moja. Sheikh Muhiddin bin Sheikh bin Abdi Sheikh Al-Qahtani, yeye ndio aliyemlea kadhi wa pili, naye Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Ghani
bin Faqih Tahir bin Muhammad bin Nur al-Amawi, aliyezikwa ubavuni mwa msikiti wa Bamnara. Sheikh Muhiddin katika mwaka 1856 mpaka 1870 ndio alifanya utanuzi wa msikiti huu wa Ijumaa Malindi. Sheikh Muhiddin alipofariki alizikwa katika kiunga cha mkono wa kulia nyuma ya msikiti, ambapo sasa kuna ngazi ya kuingilia wanawake ndani ya msikiti, na kaburi lake lipo pale pamoja la Sheikh Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman al-Amawi, mkwe wa Sheikh Abdul Aziz al-Amawi. Huyu ndiyo aliyeujenga msikiti huu ukawa mkubwa. Wakati wa Al-Habib Ahmad bin Sumait, yeye alizidisha ghorofa ya juu, ambaye alikuwa ni kadhi wa 4 wa Zanzibar, kama tutakavyoendelea kuelezea na kumweleza babu yake Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi, kama tutakavyoliona dharihi yake na kaburi lake, na mtoto wake Sheikh Haidar bin Jabir bin Saleh al-Farisi. Mimi ndugu yenu Jabir Haidar Jabir, nokuleteni tarehe hii kwa ufupi, hatua baada ya hatua. Hapa tupo katika eneo la msikiti wa Ijumaa mkubwa wa Malindi, walipozikwa wanazuoni wakubwa na mwanachuoni mkubwa kabisa wa Zanzibar na mjenzi wa msikiti, lakini pia ndio mahala alipozikwa babu yake Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi, ambapo tutamueleza kwa urefu na tarehe yake na mambo yake muhimu. Hapa tulipo ndipo alipozikwa babu yake Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi, naye jina kamili ni Sheikh Jabir bin Saleh bin Qasim bin Mansur bin Haidar bin Ahmad bin Muhammad al-Farisi. Sheikh Jabir, hili hapa ndiyo kaburi lake na ndiyo dharihi yake. Yeye amezaliwa mwaka 1865 AD muwafaka na 1281 al-Hijra, na amefariki mwezi 26 Ramadhan, siku moja kabla siku ya takhatimu ya darsa za mji wetu wa Unguja. Yeye amefariki mwezi 26 Ramadhani mwaka 1368. Kwa tarehe ya miladia amefariki tarehe 24 Julai mwaka 1949. Sheikh Jabir bin Saleh bin Qasim al-Farisi alioa wake watatu. Wa kwanza ni mke ndugu akiitwa Bi Amina bint Ali bin Saleh bin Qasim al-Farisi, ambaye pia kazikwa mahala hapa. Mke wa pili ni Bi Maryam bint Hamed al-Kindi, bibi yake Sheikh Alian Hamed Jabir, na mke wa tatu ni Bi Asma'u bint Mahmud bin Muhammad al-Bawazir, ambayo dharihi yake ni hii ya pili unayoiona, aliyezaliwa mwaka 1885 AD sawa na 1302, na kufariki mwaka 1960 sawa na mwaka 1373 al-Hijra. Hao ndio wake watatu wa Sheikh Jabir, na Sheikh Jabir alipata watoto 16. Watoto watatu walifariki wadogo, akiwemo Mahmud na Aisha. Hawa walifariki wakiwa wadogo. Sheikh Jabir bin Saleh bin Qasim alikuwa ana ndugu zake wakiitwa Abdallah bin Saleh bin Qasim, ambaye ndio babu yake hasa Sheikh Abdallah bin Saleh bin Abdallah bin Saleh al-Faris, na ndugu yake mwingine ni Sheikh Jabir, Abdallah na Qasim na Juma na Shaaban. Hao walikuwa ndio ndugu zake Sheikh Jabir. Mababu wawili Sheikh Jabir
bin Saleh bin Qasim al-Farisi ndiye aliyemzaa mama yake Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi, ambaye naye alizikwa hapa hapa msikiti wa Ijumaa ubavuni mwa msikiti, akiitwa Bi Fatma binti Jabir bin Saleh al-Farisi, aliyefariki mwaka 1963 AD. Sheikh Jabir amepata mjukuu kutoka kwa mwanawe Bi Fatma, ambaye alipata sifa ya kuwa ni asadul ulama sharqi al-afriqiya, simba wa wanazuoni wa Afrika Mashariki, au asadu tafsiri al-Quran bilughati as-Swahiliya, simba wa tafsiri ya Qurani kwa lugha ya Kiswahili. Naye ni Sheikh Abdallah bin Saleh bin Abdallah bin Saleh al-Farisi, ambao mama yake ni huyu Sheikh Jabir, ambaye alikuwa ni miongoni mwa wanachuoni wakubwa wa Zanzibar na Afrika Mashariki, na baba yake pia alikuwa ni mwanachuoni mkubwa. Mababu hawa wawili walikuwa wanashindana sana kwa uchamungu. Sheikh Jabir alichukua ijaza ya Qadiria kutoka kwa Sheikh Hussein al-Muini, na akachukua ijaza ya Alawia kutoka kwa Al-Habib Ahmad bin Sumait, ambaye ndiyo shekhe wake, na Sheikh Abdallah bin Muhammad bin Salim al-Kindi Bakathir ndiye aliyemvalisha kilemba Sheikh Jabir baada ya kumaliza kitabu cha fiqh cha I'anatu Talibina kutoka kwa Sheikh Abdallah bin Muhammad bin Salim al-Bakathir. Na Sheikh Abdallah Bakathir akamuhusia Sheikh Jabir katika hadhara zote kubwa atakapokwenda avae kilemba na juba. Sheikh Jabir ndiye aliyekuwa muandishi na katibu wa siri na dhahiri wa kadhi wa 4 Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumait, ambapo yeye alipofariki alihusia azikwe chini ya dharih, chini ya maqam, chini ya kaburi la shekhe wake Al-Habib Ahmad bin Sumait, ambayo dharihi yake ni hii hapa kama mnavyoiona. Huingii kwa Al-Habib Ahmad ila umepita kumzuru Sheikh Jabir bin Saleh bin Qasim al-Farisi. Sheikh Jabir alikuwa miongoni mwa wanachuoni wakubwa aliyesoma kwa wanachuoni wakubwa, na serikali ya Zanzibar ili muajiri katika kiwanda cha kwanza au printing press ya kwanza ilokuwa ikitoa magazeti kwa Kiarabu na kwa lugha ya Kiswahili ili kuziweka sawa hati za Kiarabu na grama ya Kiarabu, na alikubalika sana kwa Al-Habib Ahmad bin Sumait, akawa ndiyo msiri wake na ndiyo mwandishi wake. Ijapokuwa wengine wanasahau kumwandika kama huyu ndiyo katibu wa kadhi wa 4, lakini ni babu wa Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi, na alikuwa ni mtu mcha Mungu sana, mwenye kusoma nyuradi sana. Sheikh Jabir bin Saleh bin Qasim al-Farisi alihamia kutoka Malindi Jongeani kuja Malindi msikiti wa Ijumaa Mizingani mwaka 1924, na akanunua nyumba hii ilokuweko ubavuni mwa msikiti wa Ijumaa, ambapo alisaidiwa na watoto wake wawili, Saleh bin Jabir bin Saleh al-Farisi na Muhammad bin Saleh al-Farisi, waliokuwa watafsiri wa lugha Kiarabu, Kiingereza na Kiswahili katika mahakama kuu ya Zanzibar. Sheikh Jabir bin Saleh bin Qasim al-Farisi yeye vile vile ndiye aliyemzaa Sheikh Haidar bin Jabir bin Saleh al-Farisi na Dr. Salman Jabir. Inshallah tutaendelea hatua nyingine ya maelezo ya tarehe ya babu yake Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi na mahala hapa alipozikwa Sheikh Muhiddin, kadhi wa kwanza Afrika Mashariki, na kadhi wa 4 Al-Habib Ahmad bin Sumait, na kadhi wa 5 Sheikh Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman al-Amawi. Tukiendelea na kumwelezea babu wa Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi, tunaendelea kuwaelezea na wajomba zake.
hii dharihi unayoiona na kaburi hili ni la Sheikh Haidar bin Jabir bin Saleh bin Qasim al-Farisi, aliyezaliwa mwaka 1924 sawa na mwaka 1342 al-Hijra, na akafariki tarehe 7 Disemba 2004, ambapo huadhimisha siku hii kwa visomo mbalimbali. Lakini vile vile Sheikh Haidar bin Jabir bin Saleh al-Farisi kwa muwafaka wa tarehe ya Hijria alifariki mwezi 13 Shawwal 1425 al-Hijra. Tarehe hii imewafikiana kabisa na tarehe aliyefariki kadhi wa 4 wa Zanzibar, naye ni Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumait. Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumait alifariki mwezi 13 Shawwal 1343. Sheikh Haidar ni mjomba wake Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi. Yeye ni mtoto vile vile wa Bi Asma'u binti Mahmud bin Muhammad al-Bawazir, mke wa 3 wa Sheikh Jabir bin Saleh bin Qasim al-Farisi. Sheikh Jabir babu wa Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi, tunaungana na ndugu zetu wa Suhar Oman, Ali bin Hassan bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Yusuf bin Qasim bin Mansur al-Farisi. Ali bin Hassan, ambao huyu Muhammad bin Yusuf ndiye alianzisha jina la Ashizawi. Kule Sohar utasikia watu wanaitwa Ashizawi. Hawa ni al-Farisi al-Muini, na tumeungana kwa babu mmoja, Qasim bin Mansur bin Haidar bin Ahmad bin Muhammad al-Farisi al-Muini. Na hii kabila al-Muini asli yake ni Yaman, na wakahamia katika jaziratu Qishim iliyokuwa chini ya Iran. Pale pana visiwa viwili, kimoja kisiwa cha Qish na kimoja kisiwa cha Qishim, au kikiitwa jaziratu Bani Muini, na ndio waliokuwa wanatawala eneo lile la kusini la Iran pamoja na kaskazini ya Omani, Suhar. Na ndio maana ukienda Suhar unakuta al-Farisi, Ashizawi na al-Muini wako wengi upande wa Suhar na Barke. Kwa hivyo Sheikh Jabir bin Saleh bin Qasim al-Farisi, katika watoto aliowazaa kwa Bi Amina bint Ali ni Muhammad bin Jabir na Saleh bin Jabir, na watoto aliowazaa kwa Bi Maryam bint Hamid bin Jabir bint Hamid al-Kindi ni Hamid bin Jabir bin Saleh. Baba yake mwanachuoni mkubwa Sheikh Alian Hamid Jabir, ambana Sheikh Mahmud na bwana Mahmud bin Hamid bin Jabir al-Farisi. Mahmud ndiye aliyekuwa katibu wa Rais Ali Hassan Mwinyi na mkurugenzi wa mambo ya nje, na alishika nyadhifa nyingi muhimu katika serikali ya Zanzibar na Tanzania, na ndiyo baba wa Jabir bin Hamid bin Jabir, akiitwa Maalim Jabir, aliyekuwa amesaidia sana kuandika kitabu cha Kiingereza. Na vile vile upande wa Bi Maryam bint Hamid alimzaa Bi Hafsa na Birim, na upande wa Bi Asma'u binti Mahmud bin Muhammad al-Bawaziri, huyu amemzaa Sheikh Haidar ambaye ndiye babangu. Mimi ni Jabir bin Haidar bin Jabir bin Saleh bin Qasim al-Faris, na ndiye aliyemzaa Dr. Salman Jabir ambaye ndiye mtu wa kwanza aliyefungua clinic, hospitali ya private ndani ya mji wa Rui. Dr. Salman aligraduate Uingereza, akarudi Zanzibar, akahamia Uganda zama za Idi Amin, akafanya kazi. Wakati wa vita mwaka 78 alihamia Oman na akapokelewa vizuri na akapewa cheo kizuri ndani ya Oman,
na akafungua hospitali yake katika mji wa Rui pamoja na Dr. Meta. Dr. Salman Jabir nimemuwahi na nimemzuru na nimewahi kuongea naye nilipokwenda Oman mwaka Januari mwaka 2000, safari ya mwanzo kwenda Oman. Na pia ni mama Bi Asma alimzaa Haidar Jabir, Dr. Salman Jabir, Abdurrahman Jabir, Bi Asia binti Jabir. Huyu ni katika wanawake wa kwanza wawili wa Zanzibar. Bi Asia binti Jabir bin Swaleh na Bi Hinaya ndio wanawake wa kwanza waliotoka Zanzibar kwenda Makerere University kusomea ualimu na somo la English. Na Bi Hinaya tunamjua sote, ndiyo mwakilishi wa kwanza mwanamke wa mji mkongwe baada ya vyama vingi 1995. Bi Asia Jabir yeye alikuwa ni mwalimu, na alipofika Omani akawekwa ni supervisor wa masomo la English ndani ya Omani nzima, akichukuliwa kwa helikopta kupelekwa vijiji mbalimbali. Mfalme Qaboos alimuita Bi Asia binti Jabir bin Swaleh al-Qasim, you are not teacher Asia, you are Madam Asia. Mfalme Qaboos siku moja aliingia ndani ya darasa, anasomesha Bi Asia binti Jabir bin Swaleh Kiingereza na kuonyesha teaching aids za karafuu na vitu vya Unguja mbalimbali. Alishangaa Mfalme Qaboos, akapotea, akawa kama ni mwanafunzi anamsikiliza Bi Asia binti Jabir bin Swaleh al-Faris. Alipomaliza akamwambia, you are not teacher Asia, you are Madam Asia. Tokea wakati ule akaitwa Madam Asia, na jarida la The Women Pioneers limemwandika vizuri Bi Asia binti Jabir. Huyu ni simba mwingine wa wanawake aliyetokea Afrika Mashariki, aliyezaliwa na Sheikh Jabir bin Swaleh kama alivyozaliwa Dr. Salman. Lakini tunaye kamishna wa polisi akiitwa Qasim bin Jabir bin Swaleh al-Faris, aliyefanya kazi na kamishna al-Kharus. Yeye huyu alikuwa akikaa pale Mchangani karibu na nyumba ya Bakharesa ya sasa, ile nyumba ya kongriti. Na huyu pia alifanya kazi ndani ya Saudi Arabia na akahamia Omani na akafia Omani na akazikwa Muscat, Oman, kama alivyozikwa Sheikh Abdullah Saleh al-Faris baada ya kuwa kadhi wa Zanzibar na kadhi wa Kenya na kustaafu na kurudi Omani na kufariki Omani na kuzikwa Omani. Kwa hivyo hiyo ndiyo tarehe kwa ufupi ya Sheikh Jabir bin Swaleh bin Qasim al-Farisi, babu wa Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi, na watoto wake na mambo yake. Sheikh Jabir tunakumbuka baada ya kuwa hodari katika lugha ya Kiarabu na hodari katika somo la fiqh, pia alikuwa hodari wa kushona majuba kwa mkono wake, ndiyo ilikuwa kipato anapata chingine kwa majuba. Lakini alikuwa ni tabibu mzuri wa kutengeza dawa za Kiarabu, na wengi wakenda wakiwa hawana pesa anawapa bure dawa. Alikuwa ni mkarimu sana. Sheikh Jabir akipenda sana kuleta adhkar na kusoma Qur'an, kama Sheikh Haidar tunavyomkumbuka akiusimamia huu msikiti wa Ijumaa zaidi ya miaka 40 kuwa msimamizi na imamu. Na ukija saa 4 unamkuta msikitini kakaa imam mlango huu wa kwanza wa pili anasoma Qur'an. Kwa siku ilikuwa anasoma juzuu 5 mpaka 10, siku 3 anahitimisha, ama siku 5 au 6 anahitimisha Qur'an. Sheikh Haidar alipenda sana kufunga. Sisi alotuzaa hatujawahi kumuona akila mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhan. Na kabla ya kufariki mwezi 13 Shawwal alifunga Rajab, akafunga Shaaban, akafunga Ramadhani, na aliziwahi siku 3 za 6. Akaumwa, akapelekwa hospitali ya Rahma, baadaye hospitali ya Mnazi Moja, ambapo mauti alimfikia hapo. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu usiku kuamkia Jumanne, mwezi 13 Shawwal 1425. Sheikh Haidar tunamkumbuka kwa mambo mengi mazuri. Kwanza, katika kazi yake ya kwanza alifanya kazi katika idara ya wafanyakazi,
na kuweka vizuri mishahara yao. Ananiambia ikifika tarehe 21 mishahara ya nchi nzima imeshachapishwa, washaipiga type, ipo tayari. Hata mimi nilipata kitabu cha mishahara ya serikali nzima ya Zanzibar cha 1963 ambapo nililiona jina la rais wa Tanzania na wa Zanzibar Mheshimiwa Alhaj almarhum Ali bin Hassan Mwinyi. Nilikaa naye kwake nikazungumza naye wakati ninafanya utafiti wa master yangu ya public administration. Nikamwambia Rais Ali Hassan Mwinyi, nimeona katika majina wanalipwa mshahara jina lako ukilipwa shilingi 680. Akafurahi sana, akanambia hizo ni pesa nyingi, ninatumia mimi na wapa wazee wangu na dada zangu wawili na zinabakia. Zilikuwa ni pesa nyingi. Wakati ule mimi tayari nipo Uingereza nafanya diploma ya ualimu. Kwa hivyo Sheikh Haidar alifanya kazi hiyo na baadaye akapelekwa Wizara ya Nchi kushughulikia mambo ya mahesabu kama ni accountant, lakini alikuwa ndiyo msimamizi wa maulidi makubwa ya Maisara ya mwezi 11 kuamkia 12 Shawwal. Ndio alikuwa master of ceremony. Sheikh Haidar alijulikana sana kwa hadithi zake nzuri alizokuwa akitoa katika redio ya Zanzibar mwaka 1957. Kuanzia mwaka huo, wakati redio ya Zanzibar inaanzishwa, watu wote nchi nzima ikifika saa 8 kamili wanasikiliza series umaarufu zikiitwa hadithi za Dandaniz na Barmak nitakuchinja. Kwa hivyo alikuwa anaelezea hadithi za watu wa Iraq, hadithi za mfalme Harun Rashid na hadithi za bara Arabu. Watu walizipenda sana hadithi zake na alikuwa na fasaha kubwa ya kuzungumza Sheikh Haidar, na alipata umaarufu Afrika Mashariki nzima. Sheikh Haidar alizaa watoto 9. Wa kwanza ni Ahmad Haidar Jabir, wa pili ni Asma bint Haidar bin Jabir, wa tatu ni Qasim bin Haidar bin Jabir, wa nne ni Saleh bin Haidar bin Jabir, wa tano ni mimi Jabir bin Haidar bin Jabir, wa sita ni Mahmud bin Haidar bin Jabir, wa saba ni Muhammad bin Haidar bin Jabir ambaye ni mwalimu sasa wa kuhifadhisha Qur'ani nzima katika nchi ya Ireland, na mtoto wa kwanza aliyehifadhi Qur'ani katika Ireland nzima alikuwa ni mtoto Faris bin Muhammad bin Haidar bin Jabir, na wa 8 ni Salman Faris Haidar Jabir, na wa 9 ni Ibrahim Haidar Jabir. Hao ndio kizazi cha bwana Haidar na wajukuu wa Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi na cousin wa Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi. Hapa pia ndipo alipozikwa mama yake Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi. Ukija hapa katika makaburi haya yaliozikwa wacha Mungu, wanazuoni na masharifu, utapata kumzuru babu yake Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi ambaye ndio huyo hapa. Utapata kumzuru bibi yake Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi bi Asma'u binti Mahmud bin Muhammad. Utapata kumzuru mjomba wake Sheikh Haidar bin Jabir na mama yake bi Fatma binti Jabir bin Saleh Al-Farisi. Lakini utamzuru na Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumait ambayo hii ni dharihi yake. Pia utamzuru mjenzi wa msikiti Sheikh Muhiddin bin Abdi Sheikh Al-Qahtani, chief qadhi wa kwanza wa Zanzibar. Pia utamzuru chief qadhi wa 5 wa Zanzibar Sheikh Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Amawi aliyezikwa pamoja na Sheikh Muhiddin. Pia utamzuru Said Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Abbasi Al-Hashimi, wajukuu wa Sayyidina Al-Abbas ami zake mtume, na wali mwingine Al-Habib Jaafar Al-Wahti. Hapa pia ndipo